Ujambo na karibu sana kwenye mawaidha yangu siku ya leo. Ninakukaribisha ili tuweze kushikana pamoja kuweza kujifunza zaidi kuhusu mawaidha ambayo hakika yana muhimu sana katika maisha na safari tulio nayo ya mafanikio maishani mwetu. Na hakika kuna jambo ambalo hakika siku ya leo ningependa tuweze kulizungumzia kwa kina, na limekuwa ni swala ambalo ni nyeti sana katika maisha ya Wakristo na kufanikiwa. So ningependa tuweze kuzama moja kwa moja katika mambo haya hakika ambayo yanatuhusu sisi kama Wakristo tunapokuwa hapa duniani. Tusije tukaishi katika dhana ambazo hazifai sisi kama Wakristo, na tuweze kujitoa pale katika minyororo ambayo hakika imekuwepo tangu zama ambapo Wakristo wengi wameweza kuishi duniani na wakafa hata maskini bila hata kuwa na chochote, na ikawa si jambo la Mungu kulaumu Mungu, na maana Mungu mwenyewe anapenda wakati ambapo hakika tunaendelea kama Wakristo na tunaishi maisha yenye mfano mwema hata katika ulimwengu. Na ningependa siku ya leo tuweze kuzungumzia swala hili ambalo ni swala ambalo ni nyeti sana, ambalo wengi hakika hawapendi kulizungumzia, lakini kwa kawaida ningependa tuweze kulizungumzia kwa kina. Na ni jambo la umuhimu sana katika maisha ya Wakristo, na tunapozungumzia jambo hili ningependa tuweze kuzungumzia na tuweze kujua ni wapi hakika tuliweza kupata mambo visivyo katika maisha haya tunayoishi kama Wakristo. Na ningependa tuweze kuzungumzia jambo hili ambalo tatizo kubwa la Wakristo wengi kuweza kufa maskini bila hata kuwa na chochote, na ni jambo la kuhuzunisha sana, maana kulingana mapenzi ya Mungu ni ya kwamba hakika Mungu anatarajia kwamba tuwe watu ambao hakika tunaongezeka. Maandiko yanasema ya kwamba hakika tuwe tunaongezeka na tuongezeka kwa kila upande. Hata Yesu mwenyewe aliongezeka kwa kimo na hekima. So ina maana ya kwamba katika maisha haya tunayoishi yatupasa tuongezeke kwa kila upande, tuongezeke katika mambo ya kimo, tuongezeke katika mambo ya maarifa, na tuongezeke katika mambo hata ya kifedha tunapokuwa tunaishi hapa duniani. Maana kila mmoja anahitaji fedha ili kuweza kufanikisha mafanikio yake ama kuwe na impact kubwa hapa duniani. Lakini watu wengine ambao hakika wamekuja na mila ambazo hazifai katika maisha ya Wakristo, zimewafanya Wakristo wengi wasije wakachukulia maanani mambo tofauti tofauti yanayoweza kuweza kuyafanya waweze kuweza kunufaika katika maisha yao na waweze wakafanikiwa kwa haraka kupitia njia ambazo zinazofaa katika maisha ya Wakristo. Sisi kama Wakristo Mungu ametuweka kama kielelezo. So wakati ambapo tunapozungumzia mambo ya kifedha kama Wakristo, hatujaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, maana Mungu anataka wakati ambapo hakika tuna kipato ili tuweze hata kufanya kazi yake kwa ufasaha. Maana ukikosa fedha, hata kama wewe ni mchungaji, hautaweza kufanya mambo ya Mungu katika njia inayofaa na kwa kiwango ambacho Mungu anataka uweze kukifikia. So ina maana ya kwamba zipo njia ambazo lazima hakika tuweze kuzifuata kama Wakristo bila kuweza kuziacha nyuma, maana wapo wengi ambao hakika wameeneza dhana potofu kwa Wakristo. So vitu ambavyo hakika vimefanya watu wengi katika maisha ya Kristo ili kuweza kufa hata maskini ama kuishi maisha ya umaskini, ni dhana potofu ambayo hakika wapo watu ambao wanasema ya kwamba Mkristo ni Mkristo ambaye anapaswa kuishi maisha ya kuteseka, maisha ambayo ni ya umaskini hadi kufa ndio apate kwenda mbinguni. So dhana kama hizo ni dhana ambazo ni potofu na si mapenzi ya Mungu, dhana ambazo zimekuwa spread na watu ama na wachungaji ambao pengine wanataka wao wenyewe kujilimbikisia mali, wakiwa wanatumia washirika wao bila kuwafundisha ni njia gani ama ni vipi ambao wanapaswa kuweza kufanya ili waweze hakika kuweza kupata hakika kuwa na uwezo wa kuweza kuwa na kitu katika maisha yao na waweze kuepa mambo ya umaskini. So wapo watu wengi
wengi, Wakristo wengi ambao hakika wameishi katika umaskini. Kuna Wakristo wengi ambao badala ya kutafuta watu wanatafuta fedha na mali kabla hata ya kujua kwamba kile ambacho unachotafuta kiko mikononi mwa mtu, na Mungu akitaka kukubariki anatumia watu. So njia ambazo Mungu hutumia ni milango ambayo hakika ni watu, ili kuweza kukufikia. Anapotaka kukubariki anafungua mlango ambaye ni mtu atakaye kuwezesha kuweza kupenya. Maana lazima tuweze kujua mambo haya. So kuna watu ambao hakika ni wanajiita hata manabii, wengine wanajiita watumishi wa Mungu, lakini wanaeneza mambo ambayo ni potofu kwa washirika. Washirika wanakosa kufanikiwa kwa sababu hawana hekima na maarifa inayofaa ya kuweza kutengeneza wealth katika maisha yao. So wanawafunza mila ambazo ni potofu ama desturi ambazo si za Kikristo, na zinawafanya waweze hakika kulala na wakose kujua ni njia gani wanaweza kutengeneza mali. So njia moja ya kuweza kujua ama kuweza kufanikiwa na kupata fedha ili uzinje ukawa maskini ni kuweza kuwa na ufahamu. So lazima tukuwe na ufahamu. Lazima kama wachungaji tuweze kufunza watu ama Wakristo ambao tunaowaongoza njia ya kuweza kuwa na maarifa ya kuweza kutengeneza wealth. Maana lazima bila kuweza kuwa na maarifa yale hautaweza kuweza kujua ni jinsi gani utakavyoweza kupata wealth katika maisha yako, hata kama wewe ni Mkristo. So kuna mahali ambapo kiroho kinafika na kuna mahali ambapo unahitaji maarifa fulani na hekima fulani ya kutengeneza wealth. Maana Mungu mwenyewe anasema ya kwamba ndiye upeana hekima ya kuweza kutengeneza wealth katika maisha ya mwanadamu. So ina maana ya kwamba bila kuwa na maarifa hautaweza kujua njia na mbinu za kuweza kutengeneza fedha katika maisha yako, ili uweze hakika usije ukafa maskini. Wapo Wakristo wengi wamekufa maskini wakiwa na ndoto kubwa. So jambo lingine ambalo limefanya Wakristo wengi kufa maskini na kuishi maisha ya ufukara, na hakika wanafika mahali ni kama sasa wametosheka na wanajua ni kana kwamba sasa wanaweza ishi hivyo na wakufe maskini ndio waende mbinguni, ni kitu ambayo inaitwa kukosa maono. Wakati ambapo unakosa maono kama Mkristo, hata kama una ndoto inakaa namna gani, hautaweza kutimiza malengo ulio nayo. So kukosa maono ni jambo ambalo linaweza kukufanya uishi maisha ya umaskini na uweze kufa maskini. Mambo yale lazima uyafuatilie vizuri katika maisha yako, na ujue na kwamba hakika maono ni muhimu katika maisha yako, ili usije ukapoteza, ili usije ukaishi maisha yasiyo ya kwako, na usije ukapata kukaa maisha ambayo hakika ni ya ufukara, na ungekaa maisha ambayo ni ya kufanikiwa katika maisha yako kama Mkristo. So kuna watu ambao wanapaka jina la Mungu matope, wakati ambapo wanasema ya kwamba tunakaa namna hiyo, maana tukipata utajiri tutaweza kuweza kutoka katika wokovu. Hiyo ni dhana potofu. Ukipata mali haifai kukuwezesha kuweza kuacha Mungu ama kuweza kuanguka na kufuata mambo ya dunia. In fact, inapaswa ikuelekeze na uweze kuaccomplish kazi ambayo Mungu amekutuma hapa duniani kuikamilisha, maana itakamilishwa na pesa ama fedha utakayoitumia ku advance ufalme wa Mungu. Lakini bila kuweza kuwa na kipato fulani katika maisha yako, hakika hautaweza kuweza kuikamilisha, na utaweza kuifanya lakini hautaweza kuikamilisha. So tujue kunazo njia lazima hakika tutaweza kufuatilia, ili tuweze hakika kufanikiwa katika maisha haya na tuishi maisha mazuri katika safari hii katika ya mafanikio. Kunayo tofauti ambayo hakika inatofautisha maskini na tajiri, na vile wanavyowaza, na wana tabia zao tofauti tofauti. So ukiwa tajiri kuna
kuna tabia ambazo ni za watu matajiri ama watu ambao hakika wameweza kufanikiwa, na tabia ambazo ni za watu maskini. So lazima tuweze kujifunza ni jinsi gani ambapo tutakapoishi kama Wakristo, na ni mambo gani ambayo hakika hatupasi kuweza kuyazungumza ama kutoa na matamshi kutoka katika vinywa zetu kama Wakristo. Maana kuna matamshi ambayo hakika yanaweza yakajenga na mengine yanaweza yakabomoa. Kuna matamshi ambayo yakiteka katika vinywa zetu ama katika ulimi wetu yanakuwa yana uwezo wa kuumba na uwezo hata wa kuweza hakika kuangamiza. So yapo mambo, lazima kuna mambo na maneno ambayo hakika yatupasa tukuwe selective katika maisha haya, maana hakika maneno yanaweza yakaumba na yanaweza yakaua, yanaweza yakamaliza. So maneno yana uwezo mkubwa. Ndio sababu ya kwamba kuna tabia ambazo sisi kama Wakristo tunajifunza katika mambo tunayokuwa tunaishi tukiishi hapa duniani, ambayo hakika yatupasi sisi kuweza kujiconduct namna hiyo tunapokuwa hapa duniani kama tunataka kufanikiwa. Na hakika yatupasa tuweze kusoma ni jinsi gani ambavyo hakika watu ambao wamefanikiwa wanaishi namna gani, wale ambao wamefanikiwa kupitia mambo kupitia njia za kiungu maishani mwetu, na tuweze hakika kuishi jinsi ambavyo hakika waliishi na vile walivyojiconduct themselves, na Mungu akapata kuwabariki na wakafungulia milango katika maisha yao. Na ina mambo ya kwamba sisi hatujaweza kuachwa nyuma kama Wakristo. Wapo watu wengi sana hata katika maandiko ya kwamba Wakristo katika maandiko hawakuwa maskini. Sisi ndio tunajiwekelea mambo ya kuweza maisha ya umaskini, na tunakufa maskini kwa sababu hatuna uelewa ya kwamba hatuna maarifa ya jinsi gani ambavyo Mungu ametuumba ili Mungu ametuumba tuweze kwenda mbali. Mungu ametuumba tuweze kuwa watu wakuu kwa mataifa, tuweze kuweza ku have dominion in this world, na tuweze kukaa maisha ambayo hakika ni ya kumpendeza Mungu, na hakika Mungu anafurahia wakati tunapoishi maisha kama yale. So wapo watu wengi sana katika maandiko, watu kama Ayubu. Watu kama Ayubu walikuwa ni watu wenye utajiri mkubwa, walikuwa ni matajiri wakubwa duniani, na hakika walikuwa watu wanamcha Mungu. Walikuwa tunamuona hata akijaribiwa, yeye hawezi akamanduka pale. Hata mali aliyokuwa nayo haikumzuia kuweza hakika kusema ya kwamba nitamwacha huyu Mungu. Yeye alipata kuwa na imani kabisa, akajua Mungu aliyesimama naye ndiye alimpa yote, mali yote. Hata akichukua ataweza kuipata tena, hata kama hataishi atamuona Mungu. So aliweza kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, na alikuwa ni mtu aliyekuwa na mali nyingi. Maandiko yanasema alikuwa ni tajiri mkubwa sana katika nchi aliyokuwa ya Uzi. So alikuwa ni tajiri kubwa. So wewe ukisema ya kwamba unapaswa kuwa maskini ndio uende mbinguni, hakika ni jambo ambalo ni la kupotosha na kupotosha wengi, na si jambo linapaswa kutokea katika Wakristo. So tuonyeshe ya kwamba jinsi ambavyo hakika wale ambao tunaofuata jinsi walivyoishi katika safari hata ama katika Biblia, katika maisha ya kiungu hapa duniani waliotutangulia, hakika wako watu maskini. Na tunaona ya kwamba watu kama Suleimani ni watu ambao hakika walikuwa na hekima, na walikuwa watu ambao hakika waliambia Mungu wakati waliulizwa ni nini wanataka waweze kupewa, hakukimbilia kusema apewe pesa. Although alijua ya kwamba akipata hekima atakuwa na uwezo wa kutengeneza mali, atakuwa na uwezo wa kuweza kutengeneza pesa, atakuwa na uwezo wa kutengeneza create wealth. Na hivyo ndivyo ilikuwa wakati ambapo hakika alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mali nyingi ya dhahabu na vitu nyingi sana. Maana wapo watu wengi sana walioenda mpaka kwake kuweza kujionea utajiri na kuweza kujionea mambo hekima aliyokuwa nayo, wakaenda wakamsikiza. So alikuwa na a lot of wealth wakati ambapo alikuwa bado anamtumikia Mungu. Hata ingawa baadaye tunaona ya kwamba kwa sababu ya kuoa mabibi wengi walipata waliokuwa naabudu miungu
wengine walipata kumtoa katika njia ya kiungu, baadaye mwisho wake au kuwa mwema. Lakini wakati ambapo tunamwona akishirikiana na Mungu, tunamwona akiwa mtu ambaye alikuwa ni mtu mwenye mali, alikuwa amefanikiwa katika maisha ya Kikristo. Na hapo ndipo tunataka tuweze kuangalia watu kama wale na jinsi gani walipoweza kufanikiwa. So walinyenyekea mbele za Mungu, Mungu akawapa hekima na maarifa ya kutengeneza will, na wakapata kufanikiwa katika maisha yao. So yapo mambo lazima tuweze kuyaangalia kwa kina na kwa undani, lakini bado katika maandiko hayajazaza watu ambao hakika walikuwa na mtazamo tofauti ya maisha ya Ukristo. Tunaona manabii wale ambao wanaitwa ni manabii, ni wana wa manabii. Tunaona nabii mmoja ambaye hakika alikuwa nabii mkubwa, mtumishi wa Mungu aliyekuwa nabii, alikuwa na uwezo wa kutabiria watu, alikuwa na uwezo wa kuona mambo na maono ya watu, ndoto za watu, akaona watu wakikuja kuwa wakuu. Lakini mwenyewe maandiko inasema ya kwamba wakati iliape ni ya kwamba akafa. Maandiko inasema ya kwamba huyu nabii mmoja wa manabii wa Elisha alipata kufa maskini. Na tunaona vipi? Kwa nini tunaona ya kwamba alikufa maskini? Tunaona wakati ambapo aliondoka duniani akafa, familia yake iliachwa katika dhiki kubwa, na maandiko inasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa na madeni mengi sana, alikuwa amendaiwa, na yule ambaye hakika alikuwa amemdai alikuja kuweza kudai katika familia yake kwa mke wake na watoto, ya kwamba alikuwa amemdai pesa mingi, na anataka mtoto mmoja kati ya wale aliokuwa ameacha ili aweze akatumike, ili aweze kulipia pesa ama mali ambayo alikuwa amechukua kwa huyo mtu. So alikuwa ni mtu mwenye madeni, hata ingawa alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa anaabudu Mungu, na alikuwa pengine alikuwa na uwezo hata wa kwenda mbinguni, lakini alikufa maskini. So kuwa ya kwamba hakika umeokoka haimaanishi ya kwamba uwezi ukafa maskini. Unaweza kuwa maskini na uende mbinguni, na unaweza kuwa tajiri na uende mbinguni. So inategemea ni vipi utakavyoishi hapa duniani, na utaweza kuambu namna gani, na uweze kutumika na Mungu ili aweze kukusaidia, akuweze extend your borders ukiwa hapa duniani ili kuweza kufanikiwa. So lazima tujifunze. Haimaanishi ya kwamba hakika ukiwa mtumishi wa Mungu hufe maskini. Wapo wengi sana wamespread hiyo mambo ya kwamba hakika lazima uweze kuteseka sana kama mtumishi wa Mungu ndio uende mbinguni. Mateso ambayo inapaswa uteseke ni mateso ambayo hakika ukiwa katika process ya kuwa katika your destiny, wakati ambapo uko katika purpose, kuna mambo ambayo utapitia, na hayo ni kawaida na ni majaribu ya kawaida, lakini si mateso ambayo itakufanya hakika uweze kukosa mafanikio katika maisha haya. Kumbuka ya kwamba unapovumilia mambo ambayo unayopitia, Mungu anazidi kukutengeneza, maana hakika kufanikiwa kunahitaji muda na kunahitaji process. So Mungu lazima atakupitisha katika hizo process, katika kipimo akikupima kama utaweza hakika kustahimili uwezo wa kuwa na mali wakati ambapo watakupa mali. So lazima tuweze kuelewa ya kwamba hakika unaweza kaa katika kasi ya Mungu na ukikosa uelewa ufe maskini. Ukikosa kujua siri ya kuweza kufanikiwa ufe maskini. So yatupasa ya kwamba kama Wakristo tuweze kuamka, tujue ya kwamba hakika sisi Wakristo hatujaumbwa tuweze kuteseka. Maana watu kama akina Daudi walikuwa ni watu wenye mali na Mungu aliwatumia. Mungu alipata kuwatumia sana, aliwapenda sana na akapata kusaidika. Wapo watu wengi sana walitaka kujengea Mungu manyumba na hawakuweza kuabudia pale, lakini hawakuweza kwa sababu hawakuwa na uwezo, na kwa sababu walikosa kujua siri ya kuweza kufanikiwa katika maisha yao. So tujihadhari sana tunapozungumza na tunapokaa maisha ya wokovu. Shalom.